Bana, kama ndio kwanza unafungua redio yako, hii ni Sports Extra ya Clouds FM. Tunaanza kuitazama ligi kuu ya Tanzania bara. Imeendelea leo, michezo takriban mitatu itapigwa katika viwanja tofauti. Mchezo mapema majira saa 10 jioni umeshuhudia bingwa mtetezi Africans wakiibuka na ushindi mabao 5-0 dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Taarifa zaidi juu ya mchezo huo, huyu hapa Dickson Masanja ambaye alikuwa shuhuda. Yanga imepata ushindi wa kishindo mbele ya maafande wa Jeshi la Kujenga Taifa, yaani JKT Tanzania, wakiifunga magoli 5-0 kwenye mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara ambao umechezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Baada ya mchezo kuhitimishwa, nimezungumza na aliyewahi kuwa mchezaji wa Yanga lakini Simba vile vile pamoja na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, Bakari Malima maarufu kama Jembe Ulaya. Yeye anatoa tathmini yake baada ya kushuhudia mchezo kwa dakika zote 90. Nadhani kwanza JKT tuwapongeze, waliingia na game plan nzuri ya kujaribu kuubana uwanja, na ndio maana paka half time wamekwenda half time wakiwa kidogo wameonekana wameidhibiti Yanga. Lakini nadhani kipindi cha pili, nadhani kadri muda ulivyokuwa unakwenda wachezaji wakawa wanataka kufunguka. Sasa wakati mwingine unaangalia unafunguka kwa timu gani, ndicho kilichowaletea madhara. Yani malaki ujue kuna muda Yanga Afrika wanacheza kwa mapana, wanacheza kwa kufungua uwanja. Sasa ndio kitu ambacho nadhani kimewaadhibu JKT. Lakini kama wangeendelea na game plan ya kipindi cha kwanza, nadhani hata kama Yanga wangeshinda isingekuwa kwa ushindi wa goli 5 yani. Ingekuwa labda kwa ushindi wa goli 2 au goli zaidi, yani zisingepika goli 5, zingekuwa labda goli 2. Mwandishi wa habari za michezo kutoka magazeti ya Mwananchi Communication Limited, Hatim Naheka, anaelezea faida kwa timu ambayo imeshinda ushindi wa kishindo kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Nadhani matokeo mazuri kuelekea dabi. Kwa timu yote ambayo inaenda kucheza dabi ikiwa na matokeo positive kama hivi, inakuwa morali inaongezeka kwao kwenda kuelekea kwenye mechi ngumu na kubwa kwa nchi ya Tanzania kama hii na Afrika Mashariki niseme. Simba anacheza baadaye. Baada ya mchezo wa leo, timu zote mbili zitakutana kwenye mchezo unaofuata Jumapili ya Machomos pale uwanja wa New Aman Complex. Haitakuwa mechi rahisi. Diki, unaona namna ambavyo Simba imeimarika sana, na Yanga baada ya mchezo uliopita at least kidogo watu walionea kama timu yao hawaielewi, lakini leo kidogo wamerudisha zile nafsi za furaha baada ya ushindi huu mkubwa. Ushindi huu unaongezea kujiamini kwa kiasi gani mashabiki wa Yanga kuelekea mchezo dhidi ya watani wao. Huyu hapa ni shabiki wa Yanga, Abdalla Liumba, anaeleza. Kwanza nataka nikuambie niwapongeze benchi la ufundi kwa mchezo mzuri ambao umetuonyesha kuelekea mechi ya dabi. Hii mechi ndio ilikuwa ya mwisho leo kwa mechi ya nyumbani. Tunaenda kwenye mechi ya dabi Guantanamo Bay Zanzibar. Kwa hiyo tunasema kwamba walimu wametuonyesha picha mzuri kuelekea mechi ya dabi. Na mlihoji baada ya ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Namungo kwenye mchezo uliopita, kilichotokea leo kimewafurahisha na kuwafanya mjiamini zaidi kuelekea kwenye mchezo wa watani? Nani alihoji? Baadhi ya mashabiki walihoji goli 1-1, kitu ambacho hakiwapendezi. Kwangu mimi ninachoamini kwamba muhimu point 3. Haijalishi umecheza mechi aina gani, ushindi upate point 3. Ukipata goli 1, upata goli 2, goli 3, kwangu mimi naamini point 3 ndio kitu muhimu. Ushindi huu hauwaogopeshi mashabiki wa Simba kuelekea Machi Mosi kule visiwani Zanzibar? Mimi kwa majina yangu naitwa William Simba. William Simba, ulikuwepo na ushuhudia mchezo wa Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, Yanga wakishinda kwa magoli 5-0. Matokeo haya hayakuogopeshi na kukutisha kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo Machi Mosi kwa maana kule visiwani Zanzibar? Mimi matokeo hayaniogopeshi kwa sababu moja kwa moja tumeona kwanza JKT hawakwenda kuwaheshimu Yanga. Kwa hiyo mimi naamini kabisa game plan ambao leo Yanga wamecheza sio game plan ambao watacheza kwa Simba. Quality ya wachezaji ambao wako kwenye JKT Tanzania sio quality ya wachezaji ambao wako Simba. Kwa hiyo mimi naamini
yoyote anaweza akashinda kwenye dabi, kwa sababu dabi wakati mwingine unaweza ukawa na wachezaji wa kawaida lakini mbinu za kocha zikaenda kuamua matokeo. Ndio maana unaona kuna timu zingine, timu za kawaida lakini zinaweza kuzifunga timu kubwa. Kwa hiyo mimi kitu ambacho kinanipa jeuri kidogo kama shabiki wa Simba, dirisha hili la usajili, mtu ambaye ametusajilia ndio yule mtu ambaye alikuwa na maslahi ya kwenda kuijenga Simba. Ametuletea wachezaji watano na wachezaji watano wote wameingia kwenye kikosi cha kwanza. Kutoka uwanja wa KMC Complex maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam, mimi ni Dickson Masanja wa Sports Extra ya Clouds FM. Okay, asante Dick Masanja kutujuza kilichojiri katika mchezo huo. Dakika 90 Yanga wakiondoka na ushindi wa mabao 5-0. Kingine cha kutazama hivi ile mechi Yanga pale KMC, mechi hii ngapi anashinda goli zaidi ya 2? Alishinda na Mashujaa goli 6. Akashinda hii goli 5. Na kuna mechi Dodoma Jiji akucheza naye hapa KMC Yanga. Kacheza naye nafikiri. Mechi Dodoma Jiji nimeangalia hapo. Sina kumbukumbu. Au bado hawajacheza yani yoyote bado hawajacheza. Nafikiri bado Dodoma Jiji na Yanga nafikiri bado. Okay. Ile mechi na Mashujaa goli 6 mpaka mapumziko matokeo yalikuwa ngapi? Ilikuwa nafikiri 3 ile. Ilikuwa 3. Ilikuwa 3 kipindi cha kwanza, 3 kipindi cha pili kama sikosei. Okay. Leo mpaka mapumziko ilikuwa Yanga anaongoza 1-0. Kudi kipindi cha pili 4 zikapigwa 4. Yanga kashinda. Kuna mechi nyingine, kuna mechi 3 kashinda goli za kutosha tu pale. Za kutosha Kwa hiyo goli anaonekana kipindi cha pili Yanga Dodoma Jiji KMC wamecheza. Ameshinda goli 3. Yanga kashinda goli 3. Nafikiri ndio hiyo ulikuwa umeisahau. Goli hizo 3 walifunga kipindi cha kwanza, cha pili. Hizi goli kipindi cha kwanza 1, kipindi cha pili 2, zikawa 3. Basi naendelea na utafiti haujakamilika bado haujakamilika, naendelea. Sasa si haujakamilika, huwezi kutoa matokeo. Unajua uzuri siku hizi mpira tunatazama, huwezi kutoa matokeo kwa utafiti. Alafu wewe unataka kufunguka dhidi ya Yanga. Kwani Edgar, kwani si utafiti haujakamilika? Sawa, ukikamilika sitakuja kueleza. Uzuri mpira tunaangalia, yaani ndio. Kwa nini nimesema utafiti wako na sisi pia tuweke wa kwetu hadharani? Sasa na wewe anza sasa. Wewe anza utafiti wako. Kwenye takwimu. Sawa, ndio mchezo. Kwa nini hizo takwimu kwamba kipindi cha kwanza goli 1, kipindi cha pili goli 4. Goli 4. Kipindi sijui unaelewa? Sawa. Utafiti wa Lombano mimi sina mashaka nao. Na ndio maana mimi nikakwambia ukiangalia mtaala wa Azerbaijan au Kazakhstan kuna vitu unagundua. Yanga wakati wameshinda papatu na Namungo tayari watu walibonyea kidogo. Jamani, ndio hivi kweli? Leo kala mtu mkono watu washarudi juu. Simba alimpa 2 Prison. Leo kenda kuchukua alama 3. Tayari watu wa Simba washarudi kwenye maisha yao yale. Ukisoma mtaala wa Kazakhstan unaweza ukaiangalia Namungo na vinasaba vyake. Alafu ukaiangalia Dodoma Jiji na vinasaba vyake. Ukisoma mtaala wa Kazakhstan afu JKT na wana vina gani? Wana vina vitano. JKT waweke pembeni na Tanzania Prisons waweke pembeni. Bwana peleka mbali sana. Lakini kama umesoma Kazakhstan na ukaja ukamalizia Chadi mtaala wa mwisho unaelewa kwa nini Namungo alimpa Yanga mechi ngumu, na unaelewa kwa nini Dodoma Jiji kampa Simba mechi ngumu. Mimi itoshe kusema tu kiufundi ndani ya uwanja naheshimu mpango kazi wa Mwalimu Juma Mgunda mechi dhidi ya Yanga. Lakini na leo vivyo hivyo kocha Amos naheshimu mpango kazi wake dhidi ya Simba. Nani Josia? Amani Josia. Naheshimu mpango kazi wake dhidi ya Simba. Ingawa mtaala wako sio kama umefutika, upo. Nilitaka uelewe, lakini mimi